Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara TPLB wameweza kutangaza mabadiliko ya ratiba ya mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Simba Sports Club dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Sasa ni mabadiliko gani ambayo yamefanyika kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Wekundu Msimbazi Simba dhidi ya timu ya Yanga Sports Club? Ndani ya taarifa hii tutakuja kukusogezea na kukuhabarisha moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus, ili naye mwana mchezo wangu uweze kuhabarika kiundani zaidi kuhusiana na swala hili. Lakini kabla sija kusogezea undani wa taarifa hii, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa, mwana familia wangu. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa SR Media Plus, alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa, wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakuhabarisha na kukujuza moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Ili sasa usiendelee kupitwa na hizo taarifa, swala ni jepesi kabisa, mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe. Baada ya hapo, hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana kile ambacho nimeweza kukugusia hapo awali. Kama ninavyofahamu, Mei 3 mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya timu ya Yanga Sports Club unatarajiwa kufanyika, ikiwa huu ni mchezo wa mzunguruko wa pili. Wakati kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza tuliweza kushuhudia sare ikipatikana ndani ya dakika 90, mchezo ambao uliweza kufanyika pale kwenye dimba la New Amani Complex lililopo visiwani Zanzibar. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu hapa, bodi ya ligi TPLB mapema siku hii ya leo ameweza kutoa mabadiliko ya ratiba ya mchezo huu wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Simba Sports Club dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Ni mabadiliko gani ambayo bodi ya ligi wameweza kuyatoa? Undani wa taarifa hii tutakujuza hapa SR Media Plus. Hapo awali mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Simba dhidi ya timu ya Yanga uliweza kupangwa ufanyike Mei 3 katika dimba la Benjamin Mkapa kwenye majira saa 11 kamili za jioni. Sasa kutokana na ratiba na mabadiliko ya ratiba ambayo yameweza kufanyika kwenye mchezo huu namba 169 kati ya timu ya Simba Sports Club dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, mabadiliko hayo yameenda moja kwa moja kwenye uwanja ambao mchezo huu utakwenda kufanyika. Kama nilivyokujuza hapo awali, mchezo utajua ufanyike kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sasa kutokana na mabadiliko haya, mchezo huu unakwenda kufanyika katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam, mahali ambapo ni maskani ya timu ya Simba Sports Club, ama ni uwanja wa nyumbani ambao timu ya Simba wanautumia katika michuano mbalimbali kuanzia ligi kuu lakini pia michuano mengine. Kwa taarifa ambayo ameweza kuitoa bodi ya ligi imeeleza ya kwamba mchezo huo umehamishiwa kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kwenda kufanyika kwenye dimba la Jenerali Isamuhyo hapo jijini Dar es Salaam. Na sababu ambazo zimepelekea mchezo huu kuweza kubadilishwa uwanja ni kwamba dimba la hapo awali ambalo ni Benjamin Mkapa iliyokuwa inatarajiwa kuhost mchezo huu lipo katika matengenezo. Kama ninavyofahamu, uwanja huo mara nyingi huwa unafungwa kutokana na ukarabati wa hapa na pale ambapo huwa unafanyiwa. Kama ninavyofahamu, kuelekea kwenye AFCON 2027 matengenezo yamekuwa ni mengi kweli katika dimba la Benjamin Mkapa. Hivyo matengenezo hayo yameweza kuwasili mchezo namba 169 kati ya timu ya Simba Sports Club dhidi ya timu ya Yanga Sports Club na kupelekea mchezo huo uweze kuhamishwa kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kwenda kufanyika katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa taarifa hii ambayo bodi ya ligi wameweza kuitoa kuhusiana na mchezo huo kumeweza kuibua mijadala mingi kweli kwa wadau mbalimbali wa soka, wengi wao wakiamini ya kwamba huenda klabu ya Simba wanalipa kama vile klabu ya Yanga walivyoweza kufanya katika mchezo wa awali, ambapo timu ya Yanga walikuwa wao ndio wenyeji wa mchezo, ambapo mchezo ulipangwa ufanyike katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini mchezo Yanga wakauhamisha na kuupeleka katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Hivyo kwa upande mwingine, wadau wanaamini huenda klabu ya Simba na wao wameamua kulipiza kile ambacho timu ya Yanga Sports Club waliweza kukifanya katika mzunguko wa kwanza, ambapo Yanga alikuwa ndio mwenyeji wa mchezo. Hayo ni maoni
na mitazamo ya wadau mbalimbali wa soka kuhusiana na taarifa hii ya kubadilisha kwa uwanja kutoka Benjamin Mkapa na kwenda kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Kwako unanisikiliza sasa hivi mwana michezo wangu na mdau wangu, una maoni gani kuhusiana hiki ambacho nimekujuza sasa hivi juu ya mabadiliko ya uwanja kutoka Benjamin Mkapa na kwenda kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo kwenye mchezo namba 169 kati ya timu ya Simba dhidi ya timu ya Yanga Sports Club? Njoo tuandikie maoni yako kupitia sehemu ya comment section hapo, na sisi tutakuja kuchati na wewe kupitia hapo. Bila kusahau mwana mchezo wangu, jambo la muhimu, hakikisha unakwenda kulike video yetu, kushare video yetu, bila kusahau kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.